Na karibu tena mpenzi mtazamaji. Bingwa wa mashindano ya Olimpiki katika mbio za mita 800 David Rudisha anakiri kuwa utumizi wa dawa za kutitimua misuli kwa wanariadha ni kero kubwa mno nchini. Hata hivyo, Rudisha ambaye aling'aa katika mashindano ya Olimpiki mnamo mwaka 2012 jijini London ameongeza kuwa Kenya imechukua hatua mwafaka kukabiliana na janga hilo. That's going to be okay before the competitions and the championships. But it has been tough, for our sports, with the turbulence that we are going through, and this problem with doping is a big issue, and I think it's also bring us together that the government, the federation need to work together also with the athletes, and also a lot of education need to be done to create this awareness. For us athletes, we more concentrate on our training and our preparation, and we let also the government and the Federation Athletic Kenya to work on that, because they are supposed to do that. As I've said, the disadvantage that we have mostly, we don't have labs in Kenya, so we only depend with international labs that and only mostly those athletes who are tested frequently are the one who are elite, who are top in the world. So what about these other who are just running locally, training locally? Nobody knows them, which is a big challenge. Shirikisho la mchezo wa volleyball duniani limeahidi kufadhili timu ya kinadada Malkia Strikers ili kushiriki kwa michuano ya mchujo kutafuta nafasi ya kufuzu kwa Olimpiki. Shirikisho hilo kupitia mkurugenzi Gabriel Van Zuyten limesema kuwa litagharamia malazi na pia nauli ya Malkia Strikers kuelekea Puerto Rico kwa michuano hiyo itakayoandaliwa mwezi Mei kati ya tarehe 20 na 22 ili kutafuta timu 12 zitakazoshiriki mashindano ya Olimpiki. Uamuzi huo umetokana na kufanya vizuri kwa kinadada hao hasa katika mashindano ya msururu wa dunia ya Grand Prix. Na kumbuka kuna ligi ya kandanda ama mechi ya ligi kuu ya kandanda nchini Kenya Premier League ambayo inaendelea hivi sasa katika mji wa Nakuru kuhusiana na mechi ambayo inaendelea. Lakini hivi sasa tuvuke boda hadi nchini Uingereza ambapo kumbuka mchezaji Adam Johnson ambaye alipatikana na hatia ya kumdhalilisha msichana mwenye umri wa miaka 15 kuhusiana na jinsia, na hii leo ni kwamba amepatikana na hatia na huenda akafungwa kati ya miaka 5 hadi miaka 10. Na tuangazie tu baadhi ya wachezaji ambao wamepitia masaibu kama hao, pengine utovu wa nidhamu ama kufanya mambo ambayo hayahusishwi pengine na wachezaji na pia binadamu wa kawaida, maana sheria zipo. Unapovunja sheria basi bila shaka utatiwa korokoroni ili upate adabu ambayo inayostahili. Katika miongoni mwa wachezaji ambao waliwahi pengine kukosea na kuweza kutiwa korokoroni, Troy Deeney ambaye tunamjua sana, mshambuliaji anayechezea klabu ya Watford nchini Uingereza, klabu ambayo inafanya vizuri, imepandishwa daraja hadi katika ligi kuu nchini Uingereza msimu huu, inafanya vizuri akiwa miongoni mwa wachezaji ambao wamewasaidia sana kufanya vizuri msimu huu. Troy Deeney, kumbuka si Troy Deeney manake alifungwa miezi 10 mwaka 2012 kwa kumgonga mtu kichwa. Alikosana na mtu na ikabidi amtie kichwa ndiposa akafungwa miezi 10. Mchezaji mwingine ni Marlon King, tunakumbuka akiwa anachezea klabu ya Wigan Athletics wakati huo, ambaye Wigan Athletics kumbuka alishushwa daraja na aliwahi kucheza pia na kushinda klabu ama kombe la FA mwaka mmoja. Marlon King kumbuka na anahudumia kifungo bado cha miaka kadhaa kwa kosa ambalo alifanya. Joy Barton pia kumbuka alitiwa mbaroni. Joy Barton mchezaji wa timu ya Queen's Park Rangers alitiwa mbaroni mwaka 2008 kwa kumpiga shabiki. Alikosana na shabiki na ikabidi ampige. Duncan Ferguson ambaye pia tunamkumbuka alikuwa mchezaji ligi kuu nchini Uingereza, alifungwa miezi 3 kwa kumpiga mchezaji mwenza walipokuwa wamekosana wakati wakicheza nchini Uskoti. Moja kwa moja tuende katika taarifa ambayo inafungamana na hii taarifa ambayo nimeisoma kuhusiana na wachezaji ambao walikuwa wanachezea ligi kuu nchini Uingereza. Wengine bado wako lakini walifanya makosa kadhaa. Ni kwamba Adam Johnson amepatikana na hatia ya kumdhalilisha kijinsia msichana mwenye umri wa miaka 15 na mahakama ya Bradford nchini Uingereza.
Na mtazamaji, ni mechi 5 ambazo ziligaragazwa katika nyuga tofauti hapo jana usiku katika ligi kuu nchini Uingereza. Kumbuka ligi bado zimesalia takriban mechi 9 hivi ligi iweze kutamatika, mechi 10 tunaweza sema, huku timu nyingine zikiwa zimesalia na mechi 11. Leicester City wanaongoza jedwali wakiwa wamecheza mechi kadhaa na wakiwa na alama 57 baada ya kushinda mechi 16. Tottenham Hotspur nao pia wamecheza mechi 28 katika nafasi ya pili wakiwa na alama 54. Arsenal baada ya kufungwa na Swansea kumradhi, wako katika nafasi ya 3 bado na alama 51, huku Manchester City wakiwa katika nafasi ya 4 alama 47, kisha Manchester United wakiwa wanafuata majirani zao Manchester City unyo katika nafasi ya 5. Moja kwa moja basi ni jedwali ambalo lina timu 20. Siwezi kujadili peke yangu, namkaribisha mshambuliaji. Amesema manake alikuwa anampatia namba 5 ameikataa, anasema anataka kupatiwa namba 10. Sawa, chukua. Andenga Odinga, karibu kwenye studio. Nashukuru, asante. Umesema unataka kuwa mshambuliaji. Namba 10, muona vile Diego Armando baada ya kutizama filamu yake fupi anavyosakata ngoma. Nimemwona. Basi sina budi kuchukua namba 10. Kuchukua namba 10. Utaiweza manake namba 10 kina Lionel Messi. Namba 5 pengine umwangalie Ali Hassan. Hivi ni Kangai watu kama wale. Au vile hayupo hapo ndio maana nasema. Hata akija tutamwambia. Moja kwa moja, hebu tuangalie jedwali jinsi lilivyo. Tumeangalia timu 5 za kwanza, timu 5 za pili kuanzia nambari 6 mpaka nambari 10, ambapo Chelsea inaonekana wamepanda kutoka nafasi ya 13 hadi 12 hivi sasa baada ya ushindi wamepanda mpaka katika nafasi ya 10. Wana nafasi sana Chelsea, lakini ni katika ile hali pengine Gusidi alikuwa na ngoja tu ule ushindi uanze. Wajua wakati mwingine katika mchezo wa kandanda unaweza pata sare mingi sana ikawa ni kama mazoea, lakini kisha unaweza pata ule ushindi ni kana kwamba ni kama unaendesha gari alafu kuingiza ile gia. Kwa hivyo kuna matumaini makubwa sana ya Chelsea hadi kukaribia pengine tuseme 6 bora ama pengine 7 bora hivi. Lakini pia tutategemea vile timu zingine ambazo zitakavyofanya. West Ham United, West Ham vijana wa Slaven Bilic Stoke City Leona alipata ushindi za fungia bao. Liverpool wakawachabanga Manchester City na kuwa katika nafasi ya 8, alafu Southampton 9, Chelsea nafasi ya 10. Katika nafasi ya 11 tukiangalia katika awamu ile ya 3 ya jedwali la ligi kuu nchini Uingereza. Kumbuka bado timu zinatafuta nafasi ili kuhakikisha kuwa zinaingia maliza katika nafasi nzuri. Tuangalie nafasi ya 11, Everton, Watford nafasi ya 12, West Bromwich Albion nafasi ya 13, Crystal Palace nafasi ya 14, alafu Bournemouth wanashikilia nafasi ya 15. Tuangalie nafasi ya 16, ni Swansea baada ya kuchukua ushindi katika uwanja wa Emirates, ushindi mkubwa, Routledge akifunga bao na defender yule Williams akifunga bao la pili kuwapa ushindi dhidi ya Arsenal. Alafu Sunderland katika nafasi ya 17, Norwich, Newcastle na Aston Villa bado wanashikilia mkia katika nafasi ya 18, 19 na 20. Wengi wakisema Aston Villa huenda kashuka daraja, maana kulingana na historia hakuna timu ambayo imekuwa na alama 16 baada ya mechi 28 na wakabaki katika ligi kuu nchini Uingereza. Ni ukweli? Ni kweli, lakini kumbuka ukitazamia misimu miwili iliyopita ama kurudisha nyuma kidogo misimu mitatu, ligi kuu ya Uingereza kidogo imekuwa na mshikamano, imekuwa na changamoto na imekuwa ligi ya maajabu kulingana na hela ambazo ziko pale saizi. Kwa mfano kabla msimu huu uanze, ningekuambia pengine unipatie timu 4 ambazo pengine wakati huu zingekuwa zinaongoza jedwali. Nina uhakika kwamba ungeka Leicester City hapo na ungeka Tottenham Hotspur hapo. Kwa hivyo inamaanisha kwamba hata Aston Villa tunaona wana alama 16 hivi sasa, lakini zimesalia mechi ngapi? Karibu pengine 11 ama 10. Kwa hivyo uwezo wanao. Vile Mkangai usema uwezo wanao na hujui pengine hizi timu zingine zitafanya vipi. Kwa mfano timu kama Liverpool jana, nikatarajia pengine ishinde Manchester City, lakini sikutarajia ishinde Manchester jinsi walivyoshinda. Kwa hivyo ni ligi ambayo pengine ni hata imekuwa vigumu kutabiri mechi zingine, na iwapo wewe ni mchezaji kamari kwa SportPesa basi unaishia kulilia kishindo kila wakati unajua. Kwa hivyo Aston Villa bado kwa mtazamo wangu pengine wacha mambo ya hivi alafu kisha tutazungumza. Kwa hivyo Andenga unasema kuwa rekodi zipo zivunje. Unaona Aston Villa rekodi zipo zivunje, na nimekupatia mfano wa Leicester City na Tottenham Hotspur. Msimu huu pengine
hakuna mtu ambaye alitabiri hayo. Lakini tizama, hata Ranieri mwenyewe yasema kwamba alipokuwa akizungumza nao waajiri wake hawakubajetia yale marupurupu wapo pengine watamaliza hata 4 bora. Manake hao wachezaji hata wakishinda nambari 1 kati ya nambari 4 hakuna marupurupu ambayo alijadiliwa pale. Kwa hivyo hata yeye mwenyewe kwake ni mshangao. Naam, mtazamaji, kumbuka kuna swali nimekuuliza katika mtandao wa kijamii. Ingia katika Twitter, katika Facebook, alama Reli Zilizala Viwanjani, Atabula Ahmed, na kwa mara ya kwanza Andenga Odinga umefungua. Hongera bwana. Naam, lakini wajua tuko nchi ya utatu. Kenya, bara Afrika, tuko nchi ya utatu. Andenga Odinga. Andenga Odinga, lakini mtanielewa kwamba kulikuwa na matatizo ya kiuchumi kidogo kupata zile bundles. Swali la wafuasi nitakuja kuuliza baadaye katika kipindi cha pili, kuwa una wafuasi wangapi kufikia sasa, umevutia wangapi pengine. Na mtazamaji, watatu. Kuna swali nimekuuliza katika mtandao wa kijamii kuhusiana na Arsene Wenger. Kumbuka baada ya kufungwa Arsenal hivi sasa wameduazwa mechi 3 mfululizo. Ni mara kwanza baada ya kipindi cha muda mrefu sana, ambao ni rekodi mbaya sana kwa klabu ya Arsenal. Je, unaona Arsene Wenger anafaa kupigwa kalamu ama ajiuzulu baada ya msimu huu kuisha bila kunyakua taji? Tujibu kupitia alama Reli Zilizala Viwanjani, Atabula Ahmed @KTN leo, alama Reli Zilizala Viwanjani @Andenga Odinga katika Twitter. Baadhi ya rafa ambazo umetuma hapa katika mtandao wa Twitter ni Silas Mutichi anasema hawezi jiuzulu kwa ni sababu yupo Arsenal kibiashara wala si mataji. Mwingine ni Adura Vansami anasema kuwa kujiuzulu sidhani, labda wabadilishe timu yote msimu ujao. Newton Nyabera katika mtandao wa Twitter pia anasema hapana, kwa vile Moira ama mpira, anasema mpira hudunda, dakika 90 siku itafika atanyakua taji la EPL. Kumbuka miaka 12 hivi sasa na bado tunahesabu Arsenal hawajawahi onja taji la ligi kuu nchini Uingereza. Tunapumzika kidogo, lakini tukirudi bado tuna mengi tumekuandalia. Usicheze mbali.